Mungu wakati tumeshasimama haizi kuomba katika maisha yako. Haleluya.
jina linaloshinda majina yote Bwana. Tuko uweponi mwako. Tuko uweponi mwako. Tuko uweponi mwako Bwana. Tukuse sasa. Tumie kama vyombo Bwana. Nitumie kama chombo kinachostahili. Kanioshe na ukanitakase Bwana. Yaweke maneno yako ndani ya kinywa changu. Fikira zangu zinene mapenzi yako. Na nikuwaze wewe, nikuone kwa macho Bwana. Ukitembea na ukigusa, wacha mbingu zikatikisike sasa. Wacha uwezo wako ukatikise mioyo yetu. Tikisa mawazo yetu Bwana. Tikisa sasa Jehova. Kwa moto na kwa uwezo wako ukashuke na ukanene pamoja nasi. Kwa jina la Yesu ninaomba kushukuru. Amen. Amen. Tupigie Bwana makofi. Wacha nimshukuru Mungu kwa neema yake ya pekee ambaye ametupenda ili tuweze kuwa katika ibada ya leo. Ninahisi sana amani, sijui kwa nini nimehisi amani sana ndani ya moyo wangu wakati ibada inaendelea. Nimehisi kubarikiwa sana. Nimehisi sijui kwa nini nimehisi kubarikiwa sana. Kwa hiyo ninapoona mtu mwingine hawezi barikiwa, unashindwa ataenda nyumbani akiwa namna gani. Utaenda nyumbani ukiwa namna gani? Umeacha kazi zako, umeacha safari ambayo ungeenda, umekuja kumtukuza Mungu. Alafu unarudi bado moyo wako hauna amani. Unarudi hauko na furaha ndani ya moyo wako, sijui itakuwaje. Napenda nikukaribisha katika ibada ya leo. Napenda uhisi kuwa machoni pa Bwana. Wewe ni kiumbe ambacho Mungu anakithamini sana. Wewe ni mtu wa maana sana 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 mbele za Mungu. Haijalishi unajidharau namna gani. Haijalishi watu wanakuchukua katika viwango vya namna gani. Haijalishi umetengwa na watu wako, umetengwa na jamii, umetengwa na wafanyabiashara wenzako, umetengwa kazini. Jiulize, kwa nini nimetengwa? Ngoja nikwambie, kutengwa kwako na hao ndugu zako, kutengwa kwako na marafiki zako, kuna kitu Mungu anataka kukipanda kwa matendo yako. Watu wamuone Mungu, wale waliokutenga wamuone Mungu kupitia wewe. Kuvunjika kwako na kunyenyekea, uvumilivu wako ni matendo mema ambayo watu wanataka kuiga. Ndio maana Mungu ameachilia upitie mambo hayo. Ndio maana Mungu ameachilia mambo hayo yatendeke, ili kusudi utukufu wa jina lake, ili watu wasiomuona Mungu wakaione sura ya Mungu usoni pako, wakaone sura ya Mungu kwa matendo yako, wakaone sura ya Mungu ukivumilia mapigo na maumivu ya maneno, maumivu ya kutengwa. Bwana anataka ajitwalie utukufu kupitia yale mambo unayopitia wewe. Haleluya. Amen. Tuweni mikono. Mtumishi wa Mungu alisema hapa, kuitikia ni kumuonyesha Mungu unasikiliza. Na amen ina maana iwe hivyo. Yale umeguswa yawe hivyo. Yale hujaguswa usiseme amen. Bwana pewe sifa. Kuna neno moja nimejaribu kufanya research na akili zangu. Mimi sijawahi kuwa na loan. Sijui ndio hii mkopo ndio loan ama vitu hivi viwili vinanishinda. Ukikopa ndio loan ama loan ni mkataba? Maneno yananisumbua. Nani anaweza kunijibu hata kama tuko kwa mahubiri? Mtu mmoja nitafasiria maneno, ongea tu vile unafahamu, na mwingine naye ataongea vile anafahamu. Loan ni nini? Kuna watu wanapata loan jamii. Mtu mmoja tusaidie, na mimi nisaidie pia. Nisije nikaribu hili somo. Bwana Yesu asifiwe.
Mkopo ni kwa Kiswahili, loan ni Kiingereza, lakini maana ni ile ile. Ni kitu ambacho unaweza ukachukua kwa makubaliano ya kukirudisha. Na design ya kukirudisha itategemea na makubaliano. Kwa hivyo mkopo na loan ni kitu kimoja. Kuna siri amegundua haraka sana. Bwana tuesifu. Fishi na samaki. Maana ya kwanza nilitaka ujue loan na mkopo ni nini. Na hiyo sasa mkopo huo ama loan hiyo maana yake ni nini? Wakati mtu anayechukua loan au mkopo huo tumesema, unajua ni mtu mwenye uwezo. Sidhani kama mtu atakupatia mkopo na anajua wewe hauna uwezo. Kwa hiyo ukiwa maskini, sidhani kama kuna mtu atakupa mkopo. Anajua ya kwamba utarudisha vipi. Wewe ukiwa maskini utarudisha vipi? Atakukataza, hauwezi chukua. Kwa hiyo mtu anayepewa mkopo wamejua ya kwamba ile nyumba yake asipolipa ana uwezo wa kuuza meza na akalipa. Ana uwezo wa kuuza mbuzi akalipa. Ana uwezo wa kuuza ile nyumba na akalipa. Ana uwezo wa kuuza shamba akalipa. Kwa hiyo watu wenye uwezo ndio wanachukua mikopo. Sijui wewe umekuwa ukiweka kwenye kiwango gani? Kuna watu wengine wanasema wanakopa kupitia simu. Hata simu imekuchunguza. Wewe unaangalia pesa yako inakimbia namna gani, pesa zinaingia namna gani na kutoka. Wanajua tena ndani ya ile pale unapotaka kuchukua mkopo kuna hela fulani unairusha pale, alafu anaitapo. Wanajua kama ametoa 500, hata tukimpa 1500 ana uwezo wa kuzalisha ile 500 na ikalipa huo mkopo. Kwa hiyo wewe unayechukua mkopo, ina maana ya kwamba wewe ni mtu unayejiweza. Kwa hiyo watu wenye uwezo ndio wanachukua mikopo kwenye benki, wanachukua mikopo nchi za nje. Hata sisi Kenya ni watu tunajiweza sana. Ndio maana wametupatia mikopo ya mabilioni. Wewe umejua tuna madini ndani ya nchi ya Kenya, tuna wafanya biashara wazuri, tuna biashara za wale watu watakuja kumiliki hizo biashara na warudishe loan yao. Kwa hiyo wanajua ya kwamba watu wa Kenya tuna pesa, ndio maana tunapewa hata mikopo kutoka nje. Niliamini ya kwamba watu wenye uwezo hawana haja ya kukopa. Lakini ngoja nikwambie, watu unaowaona wamemiliki vitu vikubwa, hao wana uwezo wa kuingia kwenye benki yoyote wakakopeshwa, kwa sababu wanajua watazalisha. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba watu matajiri ni maskini. Ndio maana wanakopeshwa, kwa sababu hawana. Basi kwa sababu lugha hiyo tunaichukua ya kwamba mtu anayekopa ni hana uwezo, basi wale matajiri hawana uwezo, kwa sababu ndio wanamiliki loan kadhaa. Nataka kukuleta tuangalie Mithali Mithali 19 mstari wa 7. Mithali Proverbs 19 mstari wa 7. Kama kuna mtu atia maiki tusomea. Mithali 19 mstari wa 7. 17 sorry. 17. Mithali 17 mstari wa 7. 19 mstari wa 17. 19:17. Mithali 19 mstari wa 17 unasema, amhurumiaye maskini humkopesha Bwana,
naye atamlipa kwa tendo lake jema. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa matendo yake mema. Hili neno sijui linakugusa namna gani. Unapomhurumia mtu asiyojiweza, hawajasema kumkopesha. Unapomhurumia mtu asiyejiweza, lile tendo jema linalotoka ndani yake kumuinua yule mtu, kumsaidia mahali ambapo amelegea, hilo tendo limemkopesha Mungu, ni lomi wa Mungu. Kwa hiyo unapotenda matendo mema, unapofadhili watu wasiojiweza, unapowahurumia, unapowaombea, unapowasamehe, ina maana ya kwamba haya matendo mema yanayotoka ndani yako unamkopesha Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu anataka loan kutoka kwako, na loan anayeitaka kutoka kwako, hebu anahitaji kukopa matendo mema kutoka kwako, na yeye atalipa riba ya yale matendo mema, atakuzidishia wakati anarudisha baraka. Yale matendo wakati anakubariki, ataongeza baraka juu yake, kwa sababu loan yoyote ina riba. Luka 10 mstari wa 30. Luka 10 mstari wa 30 inasema hivi: Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia katikati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Katuani kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Hiyo nirudia. Kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Kuhani ni mchungaji kwa mafuta hao. Na Mlawi hivyo hivyo, alipofika wale wakamwona akapita kando. Mlawi ni wahudumu wa madhabahu pia, wakapita wakaenda kando. 33. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili alitoa dinari 2, akampa mwenye nyumba na wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi mimi nitarudi, nitakulipa. Waonaje? 36. Waonaje wewe katika hao watatu, ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia katikati ya wanyang'anyi? Nataka tuachie hapo, kwa sababu hili ni swali ambalo kila mmoja anataka awe nalo. Kwa hao watu watatu, wewe uko katika kundi gani? Uko kwa yule Mlawi, uko kwa yule kuhani, au uko kwa yule Msamaria mwema? Umetenda mambo mangapi kwa rafiki yako? Umetenda mambo mangapi kwa ndugu zako? Umetenda mambo mangapi kwa jirani zako? Mambo yanayempendeza Mungu. Mungu anataka kulipa loan. Mungu anataka kulipa matendo yako mema.
Ni mahali gani ulifika mwisho ukavumilia? Ni nani alifika mwisho ukamsaidia? Mambo mangapi yalikuwa yamekwama ukawa Msamaria? Kwa maana yule Msamaria hakutoroka, alisonga karibu na akaangalia vile alivyoumia. Ninajua machozi yalimtoka, ninajua aliumia moyo wake, akaona majeraha aliyokuwa nayo. Biblia inasema akampangusha zile damu alizokuwa wamemjeruhi wale wanyang'anyi, akampangusha vizuri, akampatia dawa. Akaona kwa sababu mimi nasafiri, ningelikuwa na nafasi ningeendelea kumshughulikia huyu, lakini akachukua ile pesa aliyokuwa nayo. Labda alikuwa anaenda China, labda alikuwa anaenda India, labda alikuwa anaenda kununua mzigo. Mambo yake akabadilishwa baada ya kuona yule ameumia. Bajeti yake akabadilisha, mawazo yake akabadilisha, akiwa katika hali ya huruma, akiwa katika hali ya kulia kwa yale matendo aliyotendewa yule. Alibadilisha kwenda kununua mzigo Nairobi, na akaamua kumlipia kwa yule mpangishaji wa nyumba, na akampatia kazi, akamwambia mlinde mtu huyu na umtengeneze vizuri. Kama ni dawa mpe, kama ni kumpeleka hospitali mpe, na gharama yoyote utakayoitumia nikirudi nitakulipa. Wewe umehurumia watu wangapi? Umeona kazi ya Mungu ikiharibika ngapi? Umefanya nini ndani ya nyumba ya Bwana? Umewasaidia ndugu zako na mambo gani? Umewasaidia Wakristo wenzako na mambo gani? Umewasaidia kwa matendo mema, ama ni kusengenya, ama ni kutoroka? Wakati mwenzako umepata shida unatoroka, lakini wewe unataka usaidiwe. Biblia inatuambia hapa, tuangalie jinsi ya maisha yako. Wakati umemjua Yesu, umefanya mambo mangapi? Ama wakati umemjua Yesu, umetenda matendo mangapi? Ukitaka njia zako, ukitaka mahusiano wako na Bwana ili aweze kukopa kutoka kwako, kuna mambo matatu inatakana uyajue yawe ndani yako. Jambo la kwanza, kujitenga na dhambi. Kwa sababu unapokasirika, unaposengenya, unapoongea mambo mabaya, unapokuwa na kiburi, wewe usikilizi sauti ya Bwana, unajitenga na Mungu, wewe unakuwa mbali na Mungu. Jambo la pili, kujitoa na kutumika kwa Bwana. Kujitoa sio pesa tu. Kujitoa ni hata muda wako. Uangalie hii wiki mzima kazi ya Mungu inatakikana nini? Inatakikana tufanye nini? Ni kujitoa kwenda kufyagia nyumba, ni kujitoa kwenda kufyeka, ni kwenda kuhudumu kanisani. Umejitoa mambo mangapi? Ukabadilisha bajeti yako, ukajitoa kwa ajili ya Bwana. Unapojitoa unamgusa Mungu, na atakuwa tayari kukopa kutoka kwako. Jambo la tatu, kuishi katika maombi. Kila saa ukifika mwisho, ukiwa na amani, ukiwa na shida, wewe dumu katika kuomba, dumu katika maombi. Ukikwaza na rafiki zako, ukikwaza na ndugu yako, wacha kutoa maneno machungu, wacha kulipiza kisasi. Wakati na wewe unamsengenya, yeye alikusengenya, yeye alikutusi, na wewe ukamtusi, ina maana mmefanana na yeye. Haujawa Msamaria mwema, kwa sababu ulipomsengenya na yeye alikusengenya, mmeitwa wasengenyaji. Lakini Bwana anahitaji matendo mema. Tukiishi katika kuomba,
Roho Mtakatifu atatufundisha, atatuonyesha mahali kuna machungu, atatuonyesha mahali inatakana tuvumilie, ataonyesha mahali pa msamaha, ataonyesha mahali ambapo tunataka kunyenyekea. Tuwaheshimu wakubwa na wadogo, tuheshimu wazazi wetu, tuheshimu viongozi wetu, tuheshimu marafiki zetu, tuheshimu washiriki wenzetu, tuheshimu viongozi wa serikali, tuwaheshimu kwa sababu ni viongozi, ni wazazi wetu wanayetuongoza katika nchi, wanayetuongoza katika jamii. Wacha usiwe na mali ukajiona ya kwamba sasa unaweza ukaongoza hata ndugu zako wakubwa, unaweza ukaamurisha wadada zako wakubwa. Watu tunapokuwa na mali tunasahau Mungu ametutoa wapi. Biashara yetu inaponoga tunasahau Mungu ametutoa wapi. Inakuwa nafasi ya kujivuna, inakuwa nafasi ya kutukana wenzetu, inakuwa nafasi ya kujawa na madharau. Tunabadilisha kutembea kwetu, hata tukitangaza kanisani michango wanaona ya kwamba ni kama wamelenga pesa zako, lakini jua ya kwamba Bwana anataka akujaribu kupitia matendo yako, anataka kujaribu moyo wako, anataka kuleta kijana ambaye ni mnyonge, labda ameshindwa kulipa fee, labda amekosa nguo, anataka umsaidie. Wakati unamsaidia, Mungu anaandika huo mkopo, Mungu anaweka kwa diary yake. Wakati unavumilia, Mungu anaweka kwa diary yake. Wacha mchana wa leo tuyabadilishe maisha yetu. Ndugu yangu, wacha tumkopeshe Bwana. Huyu Mungu ana vitu, huyu Mungu ana mali. Tutakapomkopesha hakuna wasiwasi, atalipa hiyo loni kwa njia yoyote ile. Jifunze kumkopesha Mungu na utamkopesha Mungu zaidi sana. Matoleo ni kipasenti ndogo sana ambayo Mungu anahitaji. Ile thamani ya pesa, value ya matoleo unayoitoa, Mungu haiangalii sana. Mungu anaangalia ule moyo ambao wamesema tutoe mchango, ukaguswa nao, ukasikia amani ndani ya moyo wako. Hata kama una mchango saa hiyo, unasikia furaha, unaanza kufikiria, nitatoa wapi pesa nichange? Nina shilingi ngapi nichange? Nitauza nini nichange? Ile furaha inayokuwa ndani yako ya kutoa kile kitu, ndio loni Bwana anahitaji, ndio malipo Bwana anayetafuta kutoka kwako. Anafurahia matendo mema ili akubariki. Mchana wa leo, wapi shetani alikuangusha? Wakati umepata mali uliangukia wapi? Wakati unaishiwa kabisa uliangukia wapi? Wakati unatembea na rafiki zako unaangukia wapi? Wakati unakaa kwenye familia unaangukia wapi? Wakati mama yako anakuambia kitu unaangukia wapi? Wakati mwalimu anakuambia kitu unaangukia wapi? Wakati mchungaji anakuambia kitu unaangukia wapi? Ama unafaulu wapi? Leo ni siku ya kumkopesha Mungu. Wewe amekopa kwako gharama ya shilingi ngapi? Matendo ya gharama gani Mungu umemkopesha Mungu, ambao unaenda kuomba ukihitaji Mungu akulipe? Maombi ya kuomba baraka ni malipo kutoka kwa Mungu. Mungu akipiga hesabu loni uliompatia inatosha shilingi ngapi? Mungu akipiga hesabu matendo uliyotenda, kuna matendo yanayomtukuza Mungu, kuna matoleo umetoa yanamtukuza Mungu, kuna ukarimu umemfanyia mwenzako na mtukuza Mungu. Kama
walikasirika kidogo sana. Kwa hiyo Mungu analeta vitu vingine, hata anaweza akamnenea mchungaji tu asimamishe wale hawakuimba, ukasirike, uwe na time ya kutubu. Anaweza akasema tu, okay, toka kwenye hiyo kitu, songa hapo mbele. Na wewe umependa hapo hiyo. Usikie umeumia sana, kwa nini hili kiongozi linanitoa nikae hapa na mimi nilikuwa hapo. Ukiwa na moyo huo, Mungu ameikataa loni yako. Haina faida kwake. Kwa hiyo nafasi, unachukua nafasi nyingine ya kutubu. Mungu nisamehe. Nimejikwaa ndani ya moyo wangu. Angalia ulipotangaza matoleo, nikasikia vibaya. Wakati wamesema tuende kanisani, ati niache biashara zangu, nilisikia vibaya. Watu wengine wataenda kanisani, watafanya usafi, na wewe umeona ya kwamba biashara yako labda itaharibika. Ngoja nikwambie, utakaukia kwenye hiyo biashara mpaka watu wamalize kazi kanisani. Mteja hata kuja. Labda bahati mbaya mnafanya biashara na yule aliyeenda kanisani, labda ni muuza nyanya, atakuja hiyo saa 10 na ametoka kwa kazi ya Mungu na nyanya zake ni maboyo. Na kwambia anapotandika hapo, unaona watu wanapangana laini. Watu wanaanza nipimie ya 20, nipimie ya 100, nipimie ya hii. Wamwita akikosa, hebu sema sasa tutaenda kupikia nini? Wewe unauza ngapi hiyo? Unamuuzia 5. Na yule alikuwa anauza maboi 3. Wakawa wanachukua kwa 20. Wewe umeweka mpaka 5. Mbona si nzuri? Mbona si nzuri? Nipimie ya 10. Tena anaichukua akiwa amekuja uso na ndio safi kushinda ile boy. Anaenda anamwambia sasa ile mbona amemaliza? Kwa sababu loni Mungu anamrudishia. Shetani anakuja. Unaona? Ameleta tu maboyo hapo hivi. Watu wameng'ang'ania. Amechukua nyota yangu. Mimi ndio nilikuwa nauza. Sasa yeye ndio anauza. Ameenda kwa waganga, ameenda kuroga biashara yangu. Wakati alipita mbele ya biashara yangu, ndio alinizuilia. Watu hawanioni. Hili ni mama, hili nini? Moyo unachafuka. Shetani anashuka na malaika zake wanamzingira. Anaona yule kama adui, na yeye ameenda nyumbani. Anamwambia na wewe twende. Najikuta na yeye ameenda. Mimi nilikuwa nafikiri mimi ningekuwa mtu wa county council. Kuna watu wamedanganywa na shetani sana. Mtu ameenda amechukua matawi yale ambayo zamani watu walikuwa hakuna tishu. Sasa yale matawi watu walikuwa wanachukua ndio wanaziita tishu ya kienyeji. Anaweka chini ya gunia yake ya nyanya. Ati mlete biashara. Sikio ndio hata salamu hatapata. Hata salamu hawezi usalimiwa hata na mtu tu wa bahari. Hakuna. Atarudisha nyanya anazimwaga. Wacha kuhangaika na kazi hizo. Kazi ni kwamba matendo yako mema yanagusa Jehova. Unapotabasamu na wengine, unapomchezea Mungu, unapomwachia Bwana, unamkopesha Bwana. Hebu tumkopeshe Mungu kwa matendo mema. Tuwapende majirani zetu, tuwapende ndugu zetu, tuwapende dada zetu. Madada wanapokuja nyumbani wana usumbufu. Hii mwanamke gani ulioa? Nini? Hata sija kanisaidia mama kweli. Na kwanza huko mama Mungu analia akamsaidia huko kwake. Na anakuja kuendesha hapa. Anaongea ndio, lakini ngoja toke. Muangalie vile aliingia na kikapu. Na hiyo kikapu nyinyi ndio mtakitumia. Ameongea maneno lakini matendo yake ameacha kitu kizuri.
vizuri kwenye hiyo boma. Na unakuta ndugu lingine hata linaenda kupiga dada yake, linapiga dada yake. Ndugu yako kupiga. Kwani nilikuomba matumizi ukandio maana unanipiga? Mwambie hivyo. Nilikuomba matumizi. Mkopesha Mungu matendo yako mema. Hebu jifunze kutenda mambo mema. Jifunze kunyenyekea mbele za Bwana. Acha kukasirika hasira za ovyo ovyo ambazo Mungu atazikataa. Leo hii tutakapomkopesha Mungu katika matendo yetu mema, angalia yule Msamaria alivyovumilia. Biblia haijali unakaa madhabahuni, haijali unaenda kanisani. Watu waliokuwa wanaenda kanisani Walawi, watu walioenda kanisani makuhani, hawakuwa na huruma kwa yule mtu aliyeumia. Walimwangalia kama kitu ovyo. Lakini angalia mtu ambaye alikuwa mchoi Mungu, mfanya biashara tu, akaja mahali pale, akajenga kanisa, akanunua viti kanisani, akajenga madhabahu, akapaka rangi kanisani. Na wewe umekaa umeridhika, anaweka loni yake. Kesho atakapoinuliwa, kesho atakapobarikiwa, unaanza kumpa matusi. Amejiunga na Illuminati, sijui anaenda Roho Rosipa, kwa sababu wewe haujui loni inavyopatikana. Mchana wa leo, wewe tajiri mwenye pesa, wewe tajiri mwenye mahindi, wewe tajiri mwenye shamba, wewe tajiri bodaboda, wewe tajiri muuza nyanya, wewe tajiri mwenye duka, wewe tajiri mfanya biashara, wewe tajiri broka, wewe tajiri wa aina yote, Bwana anasonga kwako, anataka umkopeshe. Hebu mlipie huyu mama, hebu mlipie huyu kijana, hebu mtolee matoleo. Anataka ile loni itengeneze kanisa, imsaidie huyu mtoto kwenda shuleni, isaidie watumishi wa Bwana, itaidie huduma yake. Kesho atakapoanza kurudisha loni, atarudisha na riba. Biashara yako imeharibika kwa sababu gani? Kwa sababu wachukuaji wa loni hawachukui kutoka kwako. Wewe una matendo mabaya, lakini utakapomrudia Bwana mchana wa leo, anasema njooni tuyabadilishe matendo yetu, tubadilishe mioyo yetu iwe moyo ya huruma. Unapopitia majaribu, jua Mungu anataka kuona utasimama namna gani. Kuna jamaa mmoja alikuwa na shilingi 500. Na sasa change walikuwa wachange pale kwenye madhabahu. Wakatangaza kamchango ka ghafla tu hivi. Akaona akienda pale 500 akiitoa ndio anapiga budget ya mboga, anapiga budget ya nyumbani. Akaona hapana, njia rahisi akifanya tu hakuwa na kitu. Akasimama akakaa tu. Wengine wanatoa, yeye amekaa tu, ametulia tu. Wakati wanatoka anaenda nyumbani, alikuwa ameunganisha ile 500 na kitambaa kilikuwa humo. Kumbe kutembea jasho ikatokea. Akasikia jasho na anawahi nyumbani, aende kununua mboga, aende kununua nini. Katika kutembea kule, akasikia mafua yakitokeza ya ghafla tu. Akatoa kitambaa haraka, amefunika macho, akapagusha, anaenda mbio kufika kwenye ile shopping center na atafuta hela. Unajua unatafutaga hela mpaka unatafuta kwenye kichwa. Yaani mtu akiwa kando yako, yeye ndio ataona game inaendelea pale. Tafuta unacheza kwa hivi, unaona ni kama umeikanyaga, ni kama wewe hujijui ni hela unashughulikia kuitafuta. Lakini siku hiyo alikula na samaki. Walikula vizuri sana. From nowhere mtu alikuja ambaye ni Mswati,
akawa amefanya shopping ya vile vitu anapenda, akaingia jioni yake kapu. Wakati wamefika mwisho, alikula mzuri sana na ile pesa imepotea. Akasema ningejua ile pesa si ningetoa kanisani. Wishes comes after. Imeshapita. Nataka ufunike macho yako pale ulipo sasa. Anza kufikiria kwa hao watu watatu. Kuna watu wengine wanakuwa wanaenda kukopa kwenye duka sana. Anaenda kila saa nikopesha hivi, mwenye duka anamkopesha kwa sababu ni mteja. Nikopesha hivi, anamkopesha. Kwani anapofika mwisho huwa anakuja analipa. Anakopa siku nyingine. Lakini ngoja